Nakushukuru Baba yetu wa mbinguni kwa ajili ya muda huu ambao umetukirimia tena ili tuweze kujifunza kutoka kwako. Ninakushukuru vile vile kwa ajili ya kaka na dada ambao wanakuwa tayari kufuatilia mafundisho yanayopita kwenye channel ya Uzima Katika Neno. Naomba uwabariki sana. Na ujumbe wetu wa leo ni kufunga kwa Mkristo. Ujumbe huu tunautoa katika Mathayo sura ya 6 mstari wa 16 hadi mstari wa 18. Naomba nisome. Mnapofunga msiwe wenye huzuni kama wafanyavyo wanafiki, maana wao hukunja nyuso zao ili kuonyesha wengine kwamba wamefunga. Amin, amin nawaambia, wao wamekwisha kupata thawabu yao kamilifu. Lakini mnapofunga, jipakeni mafuta kichwani na kunawa nyuso zenu, ili kufunga kwenu kusionekane na watu wengine, ila Baba yenu aliye sirini, naye Baba yenu aonaye sirini atawapa thawabu yenu kwa wazi. Naomba niombe vile vile. Baba, asante kwa ajili ya neno hili. Tunaomba Roho Mtakatifu alete upako juu yake, vile vile atufunulie ili tuweze kuelewa, na si kuelewa tu, tupewe neema vile vile ya kulitendea kazi katika jina la Yesu. Na ujumbe wetu kufunga kwa Mkristo, naamini ni ujumbe ambao unakwenda kubadilisha maisha yetu. Tukijifunza juu ya wana wa Israeli katika Agano la Kale, tunaona ambavyo walikuwa ni watu ambao wamezoea kufunga na kuomba. Maisha yao yalikuwa ni maisha ya vita. Yalikuwa na mapambano shoto na kulia, na hata walipokuwa wamefika katika nchi yao, kutokana na kutokutii, wasi wao wakati wote waliwafanya wapigane vita na maadui zao. Na walipokuwa wananyenyekea, wanashuka, wanafunga na kuomba na kumwomba Bwana, waliweza kuona ushindi wake ukiwa pamoja na wao. Waliweza kushinda mataifa yenye uwezo mkubwa wa kivita ukiangalia kuliko wao, lakini kwa sababu Bwana alikuwa pamoja na wao, walipata kushinda majeshi hayo. Na napozungumza kufunga, ni kujizuia kula au kunywa, na kwa muda kadhaa, unaweza kwa masaa kadhaa. Tunaona katika Biblia, katika Agano la Kale, wengine wakijizuia masaa 12, wengine siku 7, wengine siku 3 na kadhalika. Kwa hiyo kipindi hicho ambacho na umejitoa, umejikana kula, umejikana kunywa na kujitoa kwa Bwana, ili wakati huo uweze kuzungumza na Bwana, uweze kumwomba Bwana maelekezo, uweze kumwomba njia na kadhalika, kumwomba msaada na kadhalika. Muda huo wa kufunga na kuomba ni muda ambao unakuwa ni wa thamani kubwa sana. Na ndio maana tunaona hapa Yesu yuko anazungumza kama Wakristo, kama wafuasi wa Yesu, ya kwamba tunapofunga tusiwe kama wanafiki ambao wanapofunga wanakuwa na huzuni, wanakunja nyuso zao ili kuonyesha wengine ya kuwa wamefunga. Anasema wamekwisha pokea thawabu yao, lakini si kutoka kwa Mungu. Sasa thawabu
anaeleza upeo wale ambao katika kufunga kwao wanajipaka mafuta katika vichwa vyao, wananawa. Ikiwa leo sisi ni Wakristo na tukawa hatuna muda wa kufunga na kuomba, itakuwa ni vigumu sana kuendelea na safari yetu hata kuimaliza salama. Wana wa Israeli walikuwa wanapigana vita vya kimwili, lakini vile vile leo tunapigana vita vya kiroho. Tunapambana falme, tunapambana mamlaka, tunapambana wakuu wa giza, tunapambana majeshi ya pepo mabaya katika ulimwengu wa roho. Na tuwezi kuvishinda vita hivi kwa akili zetu. Tunahitaji msaada wa Mungu. Tunahitaji uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Tunahitaji upako katika maisha yetu. Na huu upako hauji hivi hivi. Lazima tufunge na kuomba. Wanafunzi wa Yesu siku moja wakakutana na baba mmoja ambaye alikuwa na mtoto aliyekuwa na pepo la kifafa, na walijaribu kutoa pepo huyu, hawakuweza kumtoa. Hatimaye huyu baba akamkutana Yesu, akampa mtoto wake, akimweleza kwamba mtoto wake anasumbuliwa na pepo kifafa. Sasa Yesu Kristo alilofanya, alikemea yule pepo, akamwacha mtoto, akapata kuwekwa huru. Na wanafunzi wa Yesu wakiwa peke yao na Yesu wakamuuliza, hivi kwa nini sisi tumeshindwa kumtoa pepo? Alianza kuambia, ni kwa sababu ya imani yenu ndogo. Lakini mwishoni na mazungumzo hayo na maelezo hayo katika Mathayo sura ya 17 mstari wa 21, aliwaambia kitu ambacho ni cha msingi sana na ambacho tunakiangalia leo. Anasema, lakini hali hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Hali hii haitoki isipokuwa kwa kufunga na kuomba. Kwa hiyo maisha yetu kama Wakristo, wafuasi wa Yesu, ili tupate kuwa na ushindi katika ulimwengu huu, katika vita hivi ambavyo tunapigana sisi, lazima kufunga na kuomba kuwe sehemu ya maisha yetu, ili tupate kuwa na upako, ili tupate kuwa na nguvu za Mungu, ili tupate kushinda katika vita vya kila siku vya aina mbalimbali, magonjwa aina mbalimbali, vitu vya aina mbalimbali. Shetani kwa namna yoyote hawezi kutulia, anataka kuinuka na kutuzuia kupiga hatua katika imani, kufanya kila ambacho Bwana amekusudia. Bwana na mpango mzuri kwa ajili yetu. Ametuita ili tupate kuwa nuru kwa mataifa. Ametuita tupate kuwa chumvi. Sasa wakati wote shetani anapambana nasi ili kuhakikisha kwamba badala ya kuwa nuru tunakuwa giza, ili kuhakikisha kwamba hatuenendi ilivyo, atunyamazishi, tusimuhubiri kwa mataifa, habari njema isiwafikie. Ni mambo ya rohoni. Hatuwezi kuelewa mambo ya rohoni pasipo kufunga na kuomba. Kwa tutakuwa ni watu tu, ni Wakristo wasioleta mafanikio, wasioleta mavuno katika ufalme wake. Ndio maana leo Bwana ametuketisha ili apate kutufundisha sisi tunaodai kumwamini Yesu Kristo kama Bwana mkombozi wa maisha yetu. Lazima siku ya leo tuelewe kwamba anatuitia kufunga na kuomba ili tuweze
kumaliza mwendo wetu salama, na tukiwa tumefanya yale ambayo ilitupasa kuyafanya kwa muda wetu. Kaka yangu, dada yangu, wewe unaelewa maisha yako. Fanya tathmini ya maisha yako, unaelewa kama unafunga au kama ufungi. Lakini kama ufungi, amua leo kuchukua muda wa kufunga. Chukua muda wa kuomba. Tunapofunga na kuomba, tunakuwa msaada mkubwa katika ufalme wa Mungu. Bwana kubariki kaka, Bwana kubariki dada kwa kufuatilia mafundisho haya. Na kuomba uyatendee kazi, na tuweze kuona giza inatoweshwa na nuru ya Yesu Kristo inaangaza mbele yetu katika jina la Yesu. Ni wakati